Mwaka 1977 kijana mwenye umri wa miaka 30 tu aliweza kupigwa na kupoteza maisha yake. Hakuanzisha vita, hakushika bunduki, bali aliwaambia watu weusi kuwa wajipende, wajiamini na wapigane na wasimame dhidi ya ubaguzi wa rangi. Hapa namuongelea kijana ambaye ni mwanamapinduzi na mwanaharakati wa South Africa, anaitwa Stephen Biko. Ni mzaliwa wa Disemba 18 mwaka 1946. Alizaliwa katika mji wa King Williams Town pale nchini South Africa. Kijana huyu maisha yake hayakuwa rahisi hata kidogo, kwa sababu alipitia mambo mengi, kwa sababu alikuwa anaona kabisa ananyanyaswa na anateswa na uongozi uliokuwepo serikalini. Mwaka 1968 baada ya kuondoka chuo katika University of Natal, aliweza kuanzisha chama chake, au aliweza kuanzisha kikundi kinachoitwa South African Students Organization. Hapa alikuwa ana falsafa nyingi ambazo zilikuwa zinawavutia vijana wengi na hatimaye kupata ushawishi mkubwa, hivyo kuonekana anaweza kuwa kikwazo kikubwa sana kwenye serikali ya wazungu, ambapo kwa muda huo rais alikuwepo anajulikana kwa jina la John Vorster. Alimuona kama kikwazo sana katika serikali yake, kutokana alikuwa ameanza kuwapandikiza baadhi ya vijana ile nguvu na spiriti ya kujitambua, kujipenda na kujithamini, kuona kwamba watu weusi sio duni na wanaweza kusimamia haki zao. Uongozi wa wazungu haukuwa wa haki kwa watu weusi, kwa sababu watu weusi walitengwa maeneo yao, hasa maeneo ya kuishi, hospitali, hata shule. Ndio maana hata kaka yake Stephen Biko, ambaye alikuwa anajulikana kama Kaaya Biko, aliweza kusadikika tu kwamba anafanya harakati za kuipinga serikali iliyokuwepo madarakani. Hatimaye naye Stephen Biko aliweza kufukuzwa shuleni kutokana na kaka yake kusadikika kuwa anajihusisha na harakati za kuipinga serikali. Alipitia kipindi kigumu sana, kwa sababu pia wazazi wake walifariki. Baba yake alifariki akiwa bado mdogo sana, na mama yake aliishi maisha ya shida sana. Baba yake alikuwa anaitwa Matthew Biko, lakini mama yake alikuwa anaitwa Alice Biko. Na baada ya kwenda chuoni, maisha alipoanza harakati, nafikiri mwaka 1973 aliweza kuwekewa kizuizi. Aliweka kama kitu kinachoitwa banning order. Hii banning order ilikuwa haimruhusu kufanya mikutano yote hadharani, kukutana na watu au kushiriki kwenye mambo yoyote ambayo yatahusisha mkusanyiko wa watu. Na ilipofika mwaka 1977 polisi waliweza kumkamata katika mji wa Port Elizabeth na wakampiga sana. Aliumia maeneo ya kichwani, ambapo ilipelekea kupata shida ya sehemu ya ubongo, kupata maumivu makali sana eneo la ubongo. Na kwa kitendo alichofanyiwa, alikamatwa uchi, akawekwa nyuma ya gari na akapelekwa kwenye gereza la Pretoria. Alifika kule ilikuwa ni karibu kufa kabisa, kwa sababu alikuwa ameumizwa sana. Na ilipofika tarehe 12 Septemba mwaka 1977 Stephen Biko alifariki, lakini fikra zake bado ziliendelea kuishi kwa vijana wa South Africa ambao ni wa vijana weusi, na kulikuwa kuna ukatili mkubwa uliokuwa unafanywa na serikali ya wazungu, hasa kwenye sera yao ya apartheid policy, ambayo mwaka 1994 iliweza kumalizika na rais wa kwanza mweusi Nelson Mandela aliweza kushika nyadhifa ya urais akiwa ametoka jela kwa miaka 27. Hata hivyo, Stephen Biko anajulikana kwa baadhi ya maneno yake
wakati anaanzisha ile Black Consciousness Movement, ambapo alijulikana kwa kupinga na kuwataka watu weusi waamini kuwa wao sio duni, wajipende wao, lakini wasimame dhidi ya manyanyaso na ukatili uliokuwa unafanywa na wazungu kwa kipindi kile. Hapa naiongelea serikali ya John Vorster. Lakini mawazo yake yamekuwa yakiishi hadi leo, kwa sababu aliwahi kusema kwamba aliwahi kusema kitu ambacho kinaishi kwenye fikra za watu. Akasema kwamba ni bora kufa kwa wazo ambalo litaishi kuliko kuishi kwa wazo ambalo nafikiri litakufa. Kwa hiyo akawa amepata ushawishi mkubwa sana kwa watu, na amekuwa ana kauli nyingi sana ambazo vijana wengi walizitumia katika kufanya harakati zao za ukombozi. Lakini pia kutokana na kifo chake, dunia pia iliwahi kuliangalia hili swala la apartheid policy kama linaweza likawa ni la kikatili sana, ambapo ilisaidia pia katika kuyamaliza matatizo yaliyokuwa yanaongozwa na ile serikali au ile sera ya apartheid policy. Kwa hiyo huyu ndiye Stephen Biko ambaye aliwahi kusema maneno yake na nukuu kama inavyosema: "The most powerful weapon in the hands of the oppressor is in the mind of the oppressed", kwamba silaha kubwa ya mnyanyasaji iko kwenye akili ya anayenyanyaswa. Haya ni maneno ya Stephen Biko.